Karibu katika kipindi cha Mohamed Talk. Leo tutaongea kuhusu simulizi kwenda kwa Edward Moringe Sokoine, anayechukuliwa kwa mmoja wa viongozi waadilifu wenye msimamo mkali, wapendwa zaidi. Lakini katika historia ya Tanzania alikuwa mwanasiasa aliyeweka maslahi ya wanyonge mbele na kupigana vita dhidi ya rushwa na uhujumu uchumi kwa vitendo. Hapa kuna undani wa maisha na uongozi wake. Maisha ya awali na elimu. Alizaliwa tarehe 1 Agosti mwaka 1938 katika kijiji cha Monduli mkoani Arusha. Alikuwa kabila la Kimasai. Elimu yake, alipata elimu yake ya msingi Monduli na sekondari shule ya Umbwe Moshi. Baadaye alielekea nchini Ujerumani Magharibi mwaka 1962 mpaka mwaka 1963 kusomea masuala ya utawala na uongozi. Safari ya uongozi na siasa. Sokoine alipanda ngazi ya uongozi kwa haraka kutokana na uchapakazi na uaminifu wake. Mwanzo alianza kama ofisi ya mtendaji wa wilaya, district executive officer wa Masai. Bungeni mwaka 1965 akiwa umri wa miaka 27 tu alichaguliwa kuwa mbunge wa Wamasai. Kwenye uwaziri alihudumu katika nafasi mbalimbali ikiwemo naibu waziri wa mawasiliano, usafirishaji na kazi, baadaye waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa mwaka 1972. Akiwa waziri wa ulinzi alisimamia maandalizi ya jeshi la Tanzania JWTZ kabla ya vita vya Kagera. Namba 3, waziri mkuu vipindi viwili. Sokoine alihudumu kama waziri mkuu chini ya Rais Julius Kambarage Nyerere katika vipindi viwili. Kipindi cha kwanza Februari mwaka 1977, Novemba mwaka 1980 alijiuzuru kwa sababu ya kiafya. Februari 1983 mpaka April mwaka 1984, kipindi hiki ndicho kilichompatia heshima kubwa zaidi. Namba 4, vita dhidi ya uhujumu uchumi. The Crackdown mwaka 1983. Mwanzoni mwa miaka ya 1980 Tanzania ilipita hali ngumu ya kiuchumi. Sokoine aliongoza vita dhidi ya walanguzi na wahujumu uchumi. Aliamuru kukamatwa kwa watu waliokuwa wakificha bidhaa muhimu kama sukari, sabuni na unga ili wauze kwa bei ya juu. Rushwa. Alijulikana kwa misimamo yake ya kutovumilia rushwa serikalini. Aliamini kwamba kuwa rasilimali za nchi ni kwa ajili ya wote, si kwa ajili ya wachache. Nidhamu ya kazi. Alisisitiza watu kufanya kazi kwa bidii na mara nyingi alitembelea maeneo ya kazi ghafla ili kuona ufanisi unavyoendelea. Kifo chake cha kusikitisha Aprili 12 mwaka 1984. Sokoine alifariki dunia akiwa bado madarakani kwa ajali ya gari eneo la Dakawa mkoani Morogoro. Alikuwa akitokea Dodoma kuelekea Dar es Salaam baada ya kuahirisha mkutano wa bunge. Gari lake liligongana na gari lililokuwa likiendeshwa na mwanajeshi wa ANC, kikosi cha ukombozi cha Afrika Kusini kilichokuwa na kambi Tanzania. Kifo chake kilishtua nchi nzima na kusababisha majonzi makubwa. Watanzania wengi waliamini kuwa simba wa nyika ameondoka, na kuna nadharia nyingi za kisiasa, conspiracy theories zilizozuka kuhusu kifo chake, ingawa taarifa rasmi ilisema ni ajali. Legacy, urithi. Chuo Kikuu cha Sokoine SUA, Chuo Kikuu cha Kilimo cha Morogoro, kilipewa jina la Sokoine University of Agriculture kama heshima kwa mchango wake. Uadilifu. Hadi leo kiongozi yeyote anayeonekana kupambana na rushwa na kutetea wanyonge nchini Tanzania hulinganishwa na Edward Sokoine. Mzalendo wa kweli. Sokoine hakuwahi kutumia madaraka yake kujilimbikizia mali. Baada ya kifo chake iligundulika kuwa hakuwa na majumba ya kifahari wala akaunti
kubwa za benki, bali alikuwa na maisha ya kawaida tu ya ufugaji. Mambo muhimu ya kumbukumbu. Katika nchi inayojali haki na usawa, huwezi kuwa na kundi dogo la watu wanaokula keki ya taifa huku wengine wakiteseka. Moja ya falsafa ya Sokoine. Asante.